ya maisha ya kumtumainia Bwana, ukifanikiwa hili jambo kulielewa na kuliishi la kukaa kwenye mapenzi ya Bwana, umefanikiwa jambo kubwa sana, kwa sababu ukishakaa kwenye mapenzi ya Mungu, kinachotokea kwako unaupendeza moyo wa Mungu, na ukishaupendeza moyo wa Mungu, Mungu kuna vitu atakuwa anaachilia kwako hata kama hujamuomba. Kwa nini? Kwa sababu umeupendeza moyo wake. Nitoe mfano wa mzazi na mtoto. Mtoto akifanikiwa kukaa kwenye misingi ya baba na akafanikiwa kuupendeza moyo wa baba, huyu baba kuna mambo atakuwa anafanya kwa huyu mtoto hata kama huyu mtoto hajamuomba amfanyie. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtoto umefanikiwa kukaa kwenye mapenzi ya misingi ya baba. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Ukifanikiwa kukaa kwenye misingi ya mapenzi ya Bwana, nataka nikwambie moja kwa moja lazima utaupendeza moyo wa Mungu, na kuna mambo Mungu hautamuomba kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ukishaupendeza moyo wake, kuna vitu kuachilia kwake ni kitu cha kawaida kabisa. Kwa nini? Kwa sababu umeshapendeza moyo wake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama kuna jambo tunapaswa kupambana sana na kuwekeza sana, ni kutafuta mapenzi ya Bwana na kukaa kwenye hayo mapenzi ya Bwana ili kuupendeza moyo wa Mungu, kwa kuwa tukifanikiwa kwenye hilo, kuna mambo Mungu atafanya kwetu mengine hatukutarajia, lakini Mungu ataachilia kwenye maisha yetu. Ninakuombea Mungu akupe hiyo neema, lakini pia Mungu anipe hiyo neema ya kukaa kwenye mapenzi yake ili kuupendeza moyo wa Bwana kwenye maisha yangu, lakini pia na kwenye maisha yako. Mungu akusaidie kwenye hilo, Mungu anisaidie kwenye hilo, na Mungu atubariki sana.